Nakumbuka mkali wenu. Mkali wetu, mkali wenu. Tunaweza kusema mkali wetu, mkali wenu. Okay, namkumbuka. Lakini ulikuwa una naye. Ina maana Tanzania ina sehemu ina upande wa kusema kuwa tunamuibua huyu. Afu ifikie muda tunamwacha lakini ajipambanie. Lakini hapa kwetu sasa ni kuwa hivyo vyao ni vya wajinga. Hivyo vya wao hapana. Lakini mimi napambana. Na sana hapa nimependa kwa sababu kila leo kazi. Kila leo kazi. Bana, inakuwaje ndugu wafuatiliaji ambao mnatufuatilia kupitia Varada Online TV? Mimi si mwingine naitwa Mr. Baro. Kiniita Crush dada yako utakuwa hukosea. Bana, miongoni mwa mtu ambaye nipo naye siku ya leo ni katika wale watu ambao kitaja top 10 ya waigizaji ambao wanaigiza movies hapa kwetu nyumbani, basi huwezi kumwacha nafasi ya kwanza ama mpaka ya 5, hauwezi kumwacha hapo. Bana, si mwingine, anajulikana kwa jina la Nyani Dume ama unaweza kumuita Makela. Ndio jina ambalo maarufu sana alitumia sana kwenye movie nyingi sana. Leo tunaishi naye, tupo naye kama jinsi anavyoonekana, kama mchawi fulani, kama mganga fulani. Watu waganga wachawi ndo tunazoea kuwaona wanavaa vitu kama hivi hapa, lakini mtu wa kawaida kuvaa kitu cheusi kama hivi alafu mwanaume utembee nacho inakuwa bana, inaleta sura nyingine mtaani. Leo tunaishi naye, tunapiga naye story. Brother, mambo vipi? Poa. Unyama sana. Umepoa? Nimetula mwanangu. Sauti ya uganga ama uchawi? Sauti ya Kiafrika. Sauti ya Kiafrika. Kwa nini unaita sauti ya Kiafrika? Ukisema mganga ama mchawi, ndio unamuona mtu mweusi. Lakini ukisema daktari mwana sayansi, unamuona mzungu. Kwa hiyo sauti ya Kiafrika. Sio. Bwana, tunapozungumza na Nyani Dume, ni mtu wa aina gani hasa? Mkiongelea Nyani Dume ni mwigizaji na alafu ni mtu ambaye yupo simple kitaa. Uenda jina la pili alafu nikupe maelekezo. Mimi ndo nahitaji maelekezo. Jina la pili hilo Makela. Kiongelea Makela pia ni mwigizaji, lakini jina la babangu mzazi, kiachana jina la babangu mzazi, nimetembea nalo kwa ajili ya kutangaza taasisi. Taasisi ni maisha ya leo. Ina maana kwenye Bembe to the world tupo tunaishi. Nadhani mara mwisho kuongea tuliozungumza na kati ya mmoja ya wanafamilia yako ambaye anajulikana kama brother yako. Kwenye interview tuliyoongea naye alijitambulisha kama Alex. Mara mwisho alizungumza kwa yeye bana apendelee masuala ya sanaa, lakini pia yeye ni daktari. Akazungumza kuwa kwenye familia yenu ni wewe mwenyewe ambao umejitokeza kwenye masuala ya sanaa. Kwako wewe haikupi taswira yoyote kwenye familia ama kwenye familia wanaichukuliaje hilo swala? Katika maisha kuna vingi. Na oyo Alex anaitwa William. Kaka yangu wa kwanza kumfanya mzee Makela Alex ajijua amekamilika kama mwanaume. Na mimi nimekuwa watatu kwa baba, wa pili ni wa kike. Ila mimi kama amesema yeye ni daktari, asante. Mimi mwigizaji, ni talanta. Amesomea, mimi sijasomea, kipo kwenye damu. Umeona bana? Ina maana pia nikijiongeza nikasoma, maana baba yangu ana mpango mkubwa, anitoa Afrika nimkute huko alipo. Nitasomea pia, lakini uigizaji upo kwenye talanta. Na pia nimependa kwa sababu umemfuata ukamuuliza. Bana, mimi napenda sana maisha ya maigizo. Maana maigizo yanifanya niishi kama kila mtu. Nikitoa sauti ya uganga, hata padiri naweza kuigiza. Hebu tuigize kwanza sauti ya padiri kwanza. Padiri ni mtu ambaye anaongea kwa hekima. Padiri ni mtu ambaye anaongea amepoa. Sauti ya udaktari, ya uchungaji niko nayo.
Lakini nikisema kwenye familia yangu nimetoa kama mwigizaji, sijaanza mimi. Baba yangu kama ataniona Makela au kama ataona hiki kipindi, yeye ndo alianza na uigizaji. Babangu alianza kuigiza, yeye na mamangu walikutana na kwayani, lakini wote wakiigiza. Ina maana mimi nimechukua damu ya baba na ya mama nikaishi nayo. Kaka yangu amechukua udaktari, amesoma. Unajua mzungu ametawala Afrika kijinga tu. Tena navyo mwingi. Hivyo. Bana, umezungumza kuwa baba yako ana mpango mkubwa sana wa kutoa hapa akupeleke huko majuujuu. Alafu kule unaenda kusomea mambo mengine kabisa. Brother yako ni daktari wa kizungu. Lakini pia wewe umevaa vitu kama daktari, kama ulivyoongea sauti ya Mwafrika. Vipi? Pengine una ujuzi wowote kwenye hiyo sauti ya Mwafrika ama kwenye hayo masuala ya udaktari wa Kiafrika? Narudi kwenye ile sauti ya maendeleo na hii. Wewe utakavyochagua wewe mwenyewe. Acha twende hili nikueleweshe vizuri. Nimevaa nguo nyeusi. Unajua hata alivyokuja Yesu aliigiza. Akijikwaa Mkristo leo anasema Yesu Kristo. Tunampata yule wa maigizo. Ina maana leo nikiibuka najiita shetani. Hata akijikwaa mtu. Atasema, ataona picha yangu. Kwa sababu gani? Ikienda kama ilivyoenda ile ya Yesu Kristo, ina maana atakuwa na picha yangu. Na kaka yangu ameiga. Unajua elimu ni ya shuleni, akili ni ya mtaani na nyumbani. Kaka yangu amejifunza elimu ya shuleni. Nimependa sana, maana yabidi tu tunachanga wa Afrika. Mimi nina ujuzi. Ujuzi uko wapi sasa? Siwezi nikasikia unakooa mara 3 nikunyime dawa. Ninajua mitishamba. Najua hata kumaisha kikozi. Halafu tukiachana na huko tuende kwenye nguvu kubwa. Hata kusema kuwa nifanye hiki ili kujilinda na wabaya wangu. Ninajua. Ina maana sijavaa nguo. Nimevaa nguo ina msalaba mwekundu. Wanda ndo maana mmesema mimi shetani. Au mmesema mimi mganga. Mamangu pita. Kwa maana bana. Lakini tunaionyesha dunia kuwa kuna positive na negative. Kama nimeishi leo kama vile mganga, ina maana tuwaoneshe kitu. Maana movie ambayo unaifanya ni ya mauta. Trailer imepanda. Ndiyo, inasema kuwa toe angalisho na tiba za waganga wa sasa. Maana kuna waganga wengine ambao wanawatibu wanawake lakini wanawatamani. Ndio maana kwenye movie mimi tafikia sehemu mnaona nimempa mwanamke mimba. Nimempaka mafuta, nikampa mimi. Lakini ujuzi kulingana na yale nina 70%. Bwana, nadhani kwa wao ambao wanatufuatilia kwa sasa hivi, video hiyo hapa ama trailer yenyewe hiyo hapa ambao unaiona hapo kwa sasa hivi. Wewe ukihitaji movie hapa, ifuatilie kwenye channel ya Kombozi GM Film. Au sio? Utaenda kukuta manjonjo yote huko. Namna gani mganga aliyompaka mgonjwa wake mafuta mpaka kufikia hatua ya kumbebesha mimba. Yote utakuta ni huko. Bana, nahitaji tuzungumzie sanaa hapa kwetu nyumbani kwanza. First of all, sanaa hapa kwetu nyumbani unaichukuliaje? Sanaa hapa nimependa kwa sababu ni kila leo kazi. Imeboa sehemu moja wapi? Haina ile trending ya kusema kuwa soana Tanzania inaaga na vibe. Kuna watu ambao walikuja. Nikukumbushe mtu ambaye hauna naye kichwani kwako lakini alikuwepo. Nikumbushe. Unamkumbuka mkali wenu? Mkali wetu, mkali wenu. Tunaweza kusema mkali wetu, mkali wenu. Okay, namkumbuka. Lakini ulikuwa hauna naye. Ina maana Tanzania ina sehemu ina upande wa kusema kuwa tunamuibua huyu. Afu ifikie muda tunamwacha lakini ajipambanie. Lakini hapa kwetu sasa ni kuwa hivyo vya hao ni vya wajinga. Hivyo vya wao hapana. Lakini mimi napambana. Na sanaa hapa nimependa kwa sababu kila leo kazi. Kila leo kazi. Nadhani wasanii wa hapa kwetu nyumbani mnafanya kazi kila siku, lakini watu wa hapa kwetu nyumbani wamekuwa miongoni mwa watu ambao wanadharau kazi zenu. Lakini ukija kuangalia kwa upande wa watu ambao waliopo huko majuujuu, nchi za nje tofauti na hapa kwetu nyumbani, ama ambao wapo mikoa ya tofauti na hapa kwetu nyumbani, wamekuwa miongoni mwa watu ambao wanafuatilia movie zenu, lakini hapa kwetu nyumbani wanakuwa na dharau kubwa. Unahisi ni kitu gani ambacho kinasababisha wao wawe na dharau kiasi kwamba wahitaji hata kuziona movie zenu za hapa kwetu nyumbani? Asante. Ni wengi ambao wako hapa lakini sio tu kwamba nimebezi na hapa. Unajua kutembea kunaongeza maarifa.
Mtu kuna muda anadharau ya hapa ya hapa, lakini anasema nataka nione movie wa Nigeria. Hata kama itafsiriwi, nataka nione tu movie wa Nigeria. Lakini mimi nikiongea kilugha cha wajomba, alafu ikatafsiriwa ama isitafsiriwa, anasema ni vya ujinga. Ina maana wanadharau kwa sababu hawajatembea. Ina maana wao wamejifunza kizungu cha hapa. Ndio maana leo kumekuwa style mwanamke akivaa nguo anapandisha upande mmoja, anachomeka kwenye chupi. Umeona kusema kuwa nini? Ina maana tumetoka huko ambako tulizaliwa moja kwa moja na kuna wengine wamezaliwa hapa hapa. Hawaelewi. Ni waigizaji gani wa hapo kwetu nyumbani unawapa heshima kubwa sana kuliko wengine? Boa. Mimi nawapa wengi. Yaani hata ambaye simjui. Nikisikia tu ni mwigizaji nampa heshima. Kwa hiyo nisitaje jina, lakini wote kiujumla nawapa heshima. Okay. Hapa kuna Jackson wa kizazi kipya, na hapa kuna Tito, hapa kuna Lucas na kuna Damasi. Yupi ambaye anafanyaga kazi kabisa ambayo kiasi kwamba zinakukosha zaidi wewe pale unapowatazama? Good. Damasi tumekumbana naye. Mimi ndio nimeweka kwenye familia yetu ya uigizaji. Ni mwigizaji wa kitambo. Lakini kwenye familia yetu ya hapa nimemleta Bembe to the World. Na tukisema Jackson ni mwigizaji mzuri. Akikaa kwenye serious yuko poa, lakini kwenye serious hayuko hata 50%. Ila kwenye comedy yuko fresh sana. Hata Tito akikaa kwenye comedy anaribu. Akienda kwenye serious Tito na love sana. Ina maana wote wako fresh. Nikiwaona kwenye sekta zao napenda tu. Good. Tuende kwenye upande wa wanawake. Mwanamke gani ambaye anakukosha sana wakati mkiwa naye location ama wakati mnaposhirikiana kwenye movie moja? Kuna Mariam. Nikitoa Mariam, kuna mama ambaye anaitwa Sofia. Nikiwa naye kazini yuko poa. Kuna mama ambaye anaitwa Maua Tausi, Mama Zai au Mama Elocho. Yuko fresh sana kikazi. Ina maana kwa waigizaji wa kike waga na pointi 4. Ina maana nina Mariam kama video queen, nina Sofia, nina Maua Tausi, kwa channel nina Mama Mwajuma. Wako naye. Nishapiga naye movie nyingi, hata Kimbunga kule kwenye Ayoa hawakumuona sana. Lakini watamuona kwenye Mafuta. Good. Okay, tunapozungumza na Nyani Dume, pengine wale ambao wanahitaji kufuatilia kwenye channel yako we mwenyewe, tofauti na hizo ambazo unazofanya kazi, mabosi wanakualika, unapewa cha kwako, mnaingia kazini, mnawafanyia kazi, mwisho wa siku mnaachana. Una account yoyote ya YouTube ama Facebook, TikTok na penginepo wewe ambao unazotumia? Facebook niandika kama shabiki ambao wanataka kunipata muda huu. Facebook andika Alexi Hussein Babembe. Ile Hussein iko kwenye Kiswahili. Hussein herufi 5. Tukienda TikTok hilo jina. Tukienda YouTube ni Makiela Hussein. Makiela Hussein. Kama tukienda na YouTube zangu zipo 2. Kuna moja iliwahi kufungiwa. Kuna moja napambana nayo ingawapo inanizingua sasa hivi. Lakini napambana nayo. Ile ya kwanza kuna picha yangu nina dongo. Na upara kama la mandonga vile. Hii ya pili ninamlea mtoto wangu. Niko kifua wazi. Hiyo ya pili ndo ambayo iko yani inafanya kazi siku hizi. Good. Bwana, nahitaji tufunge na swali la mwisho kabisa. Nadhani na mke kwa sasa hivi. Ndio. Au sio? Ndio. Na mtoto unaye kama ulivyoongea kwenye picha, au sio? Bana, hapo kuna mwanamke wako na mtoto wako, alafu wote wanaumwa, na pesa ambayo unayo ni ya kumtibisha mtu mmoja tu kati ya wawili. Wewe unachomoka na yupi hapo? Achomoka na mtoto. Kwa nini? Mamake amezaa. Mbona wamesema kumgonga kijana mmoja ni sawa sawa ungewagonga hata wazee 100. Ina maana kama ule mzee ameshazaa, kwangu ni mke ana umuhimu. Tukienda kwenye hilo swali, ameshazaa na anaacha story. Ina maana na mtoto nimtibishe mtoto. Au sio? Bana, neno la mwisho la kufunga kabisa kwa mashabiki ambao wanatazama kwa sasa hivi. Boom! Bana, Varado TV. TV yetu kubwa sana.
ina habari za kila leo, kesho, jana. Ina maana tupambane kila leo kufuatilia. Na mimi hapa msinichoke. Na msichoke kazi zangu. Kila leo ninawasilia tofauti. Tuendelee kufuatilia kazi zetu na pia kwenye TV yetu ya Varado tufuatilie. Jamani, nahitaji Kombozi GM Film ipanuke iwe kubwa. Yeah. Bana, kikubwa tu tufuatilie kupitia Varado Online TV, bila kusahau Kombozi GM Film ndo utapatikana, ndo kunapatikana movie zote za Makela ama Dumenyani. Bana, kule utakuta movie nyingi sana ambazo ni nzuri zaidi ya movie ambazo zote ambazo umewahi kuangalia hapa kwetu nyumbani. Na mimi niko hapa kuletea kile kinacho happen kupitia maeneo ya location, kile chote ambacho atakuwa anafanya jamaa letu hapa, tutakuwa naye bega kwa bega. Niite Mr. Baro na nilikuwa na Alex, ama unaweza kumuita Nyani Dume, au sio? Another day.